Leo tumekuja kusherehekea ujenzi wa kanisa hii, hekalu ya Mungu, na tumesomewa na kiongozi wetu ambaye alitusomea neno la Mungu. Akatusomea Chronicles 7:11 to 15. Hapo 11 alitusomea Solomon wakati alikamilisha kujenga kanisa, na pia alikamilisha kujenga nyumba yake. So alifanya mambo mawili, alijenga kanisa kama mfalme na vile vile akajenga nyumba yake, kumaanisha ya kwamba katika historia kings have always built churches. Kwa hivyo tukishiriki kujenga kanisa hakuna makosa. In fact, it is in our place to build churches as leaders. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba vile yule Sulemani alijenga ile kanisa, na sisi tutasaidiana na nyinyi kujenga hii yenu. Na sio hapa Donholm peke yake, sio Quakers peke yao, makanisa zetu zote katika taifa la Kenya. And as I have told my fellow leaders, and I want to tell you, we are unashamed about our faith and the God we believe in. Sisi hatuna aibu kabisa na imani yetu kwa Mungu. So we will work with you, the good people of Donholm, katika kujenga hii kanisa yenu. Tutashirikiana pamoja, na wakati tumekuja kusherehekea hii ujenzi, pia tunataka tusaidiane, kwa sababu Wakenya wengi bado wanaishi katika mazingira duni. So that the same way Solomon alisaidia kujenga kanisa na akajenga kwake, pia tunataka tusaidiane na Wakenya, hasa wengi walio katika mji wetu wa Nairobi, katika kuwajengea makao. Saa hizi vile tunasherehekea hii ujenzi wa kanisa, pia tunajenga manyumba hapa Nairobi. Wananchi wengi wa Nairobi bado wanaishi katika mazingira ambayo sio mazuri. We have many people in our great city who live in informal settlements, na katika mazingira ambayo hayafai. Na ndio sababu kama serikali tumesema kati ya mambo ambayo lazima tuyatekeleze katika mji wetu wa Nairobi